Kuna sababu kuu mbili zilizofanya uklik na utake kutazama hii video. Kwanza, umetafuta na umejaribu kila aina ya online jobs lakini zote hazijakupa matokeo. Pili, umechoka kudanganywa, sasa umefika stage unatafuta kitu ambacho ni real and legit. Haijalishi ni kitu kigumu kiasi gani au itakugharimu muda gani, unachotaka ni kuinvest. Na nataka nikuambie kitu kimoja. Nimepitia hizo nyakati pia na nimejaribu side hustle nyingi sana mpaka niliposema sasa basi inatosha. And to be honest, shida haikuwa side hustle. Shida ilikuwa kwangu kuanzia kwenye uteuzi wa kazi, time frame nilojiwekea, mipango mibovu na kukosekana kwa consistency. Now, kwenye hii video nimeeleza kwa kina skills 5 ambazo mimi nasema ni ngumu na pia zinaweza kuwa ni nyepesi kwa mtu mwingine. Itategemeana na anaziangalia kwa jicho gani la kistrategy na kwa muda gani wa kujifunza na kufanya na kwa ukubwa gani ili apate matokeo makubwa. Na ili ujue hii ni real and legit, nimeeleza kwa mifano ya watu ambao mimi nimewashuhudia wakifanya na kutengeneza pesa nzuri sana mitandaoni, na nyingine mimi nafanya mpaka sasa hivi. So grab your pen na notebook yako, let's dive in. Nitaanza na skill ya 5 ambayo kuna rafiki yangu ambaye tulimaliza chuo pamoja, na baada ya kutafuta kazi kwa miezi kadhaa bila mafanikio, yeye akaamua kubadilisha approach. Unajua, kinachokutofautisha wewe na watu ambao tayari wanatengeneza pesa mitandaoni ni decision making, hasa katika vipindi vigumu. Jamaa yangu hakusema anataka kuwa video editor. Badala yake alisema anataka kusaidia biashara kuuza zaidi kupitia video editing. Tazama hiyo approach. Akaanza kujifunza kupitia CapCut, na kizuri alisema sijali itachukua muda gani, kama nimesacrifice miaka 10 kwenye elimu yangu ambayo mwisho wa siku haijanipa ajira mpaka sasa, naweza nikasacrifice miaka 2 mingine kuimaster hii field. Alipokuja kumaliza kila kitu, ilikuwa ni kwenye strategy yake ya kuuza huu ujuzi. Imagine alisema nitatafuta wateja Instagram, YouTube, Facebook na TikTok. Iko hivi, alikuwa ana edit video za watu bure, anawatumia DM, wanazicheki. Atakayeona video yake imekuwa ni bora tofauti na mwanzo, kuna haja ya kufanya kazi na huyu jamaa, anamcheki. Alifanya hivyo consistently bila kuchoka mwaka mzima. Hivi ninavyowaambia sasa hivi ana wateja kibao, kuanzia wafanyabiashara, content creators na makampuni. Na mwanzo alikuwa ana freelance Upwork na Fiverr. Na hii skill bado ina demand kubwa sana. Kama unataka kuanza sasa hivi, imagine marketing ndo kwanza inahamia mitandaoni na content creators wanazaliwa karibia kila siku. Unaweza ukaanza, amini hii skill inauza na ina demand kubwa sana. Skill ya 4 wengi mnaiona mtandaoni lakini hamuoni pesa iliyopo ndani yake, na hii si nyingine ni AI storytelling. Na kuna engo mbili za kutengeneza pesa hapa. Kwanza ni kutengeneza content za YouTube, TikTok na Facebook kwa ajili ya monetization. Pili, na hii ndio siri kubwa, ni kuuza stories zako kama audiobooks ama playlist. Siri ya kufanikiwa hapa ni kuepuka content za kawaida zinazofanana na watu wengine. Unahitaji stories zenye thamani zinazoleta emotion drive. Mfano, unaweza kutengeneza simulizi za Bible zinazoleta amani ya moyo na kufariji, mwishoni ukampatanisha na maombi pamoja na somo, kisha ukaziuza kwenye website yako mwenyewe kama playlist. Zana ni rahisi sana. Script unaweza ukatumia Gemini au ChatGPT, sauti ukatumia 11 Labs na visual ukatumia CapCut. Gharama ya kuanza ni ndogo sana, lakini ukishatengeneza playlist zako ama audiobooks zako unaweza ukaziuza hata mara 1000. Kama utaki simulizi za dini, unaweza ukamaster historia zetu za zamani kama vile MV Bukoba, Mkwawa, Kinjekitile, kisha ukaanza kuzitengeneza kwa ubora na ukaanza kupiga pesa. Ukitaka kuhakiki, pitia YouTube, angalia simulizi za kawaida ambazo watu wanaziposti, utaona jinsi zinapopata views nyingi kuliko kawaida. Mfano, sikiza hiki kipande cha Bible story ambacho nilitengeneza mimi wakati nilikuwa najaribu kuona kama hiyo combination ya hizo tools inaweza ikazalisha kitu ambacho ni bora. Akawainamishia kichwa, akawaandalia maji ya kunawa miguu na chakula cha kuwakaribisha. Walipoketi, wanaume hao wakamwambia, kumbuka, the key to the success ya hii skill ni kumaster namna ya kuziintegrate hizi AI tools ili zikupe ubora. Gemini au ChatGPT, 11 Labs pamoja na CapCut. Skill ya 3, mwaka jana mwezi wa 6 nilikutana na jamaa mmoja kwenye tech community ambaye aliamua kuwekeza muda wake mwingi kwenye kujifunza kitu kinachoitwa prompt engineering.
Fikiria hii scenario, watu watatu wanaweza kumuuliza AI moja swali lile lile wakati ule ule, lakini majibu yakawa tofauti kabisa. Mtu mmoja akapata jibu la kawaida sana, lakini mwingine akapata jibu ambalo ni premium. Na hii haitegemei kama umetumia AI ya kulipia au umetumia ya bure. Tofauti kubwa ipo kwenye jinsi unavyoandika prompt, maneno na structure unayotumia kuicommand AI. Prompt engineering ni uwezo wa kucommand AI kwa matokeo sahihi yenye ubora na yenye thamani. Ukimaster hii skill, unaweza kutumia AI kutengeneza vitu vingi sana, kuanzia website, apps, tool, content, video, graphic na hata sauti, na mara nyingi kwa ubora ambao unazidi hata ule uwezo wa binadamu kufanya hivyo vitu. Yule jamaa sasa anatumia hiyo skill kufanya freelancing kwenye majukwaa kama ya Fiverr na Upwork. Pia anauza prompt templates za marketing videos na matumizi mengine. Zaidi ya hapo, kuna makampuni mengi sana duniani yanatafuta watu wenye hii skill ya prompt engineering ili kusaidia kuboresha matumizi ya AI kwenye biashara zao. Kwa kifupi, ukimaster prompt engineering vizuri, unakuwa na uwezo wa kutumia AI kama tool ya kuzalisha value na kutengeneza kipato mtandaoni. Hiyo ndio nguvu ya hii skill. Naam, skill namba 2 ndio skill kali zaidi mwaka 2026, nayo ni AI app development. Watu wengi wanadhani kutengeneza app ni lazima ukae miaka 4 chuo usome coding, lakini ulimwengu wa AI umepindua meza na umebadilisha kila kitu. Nilikutana na mshikaji mmoja kupitia networking. Hakuwa na background ya IT kabisa, ila alikuwa na ujuzi wa kawaida wa basic computer. Lakini jamaa aliona gap kubwa hapa nyumbani kwenye maduka mengi kama ya hardware pamoja na mangi na kadhalika, kwa sababu walikuwa wanatumia madaftari kuhifadhi data. Akatumia AI no code tools kusuka apps rahisi za inventory and stock management, na hakuishia hapo, akasuka app nyingi za micro lending, zile apps za mikopo ya mtandaoni au online loans ambazo waga tunaziona Play Store. Zipo nyingi sana. Swali linabaki, alipataje pesa? Iko hivi, ukiwa na huu ujuzi hutakuwa unatafuta ajira, bali utakuwa unawauzia wafanyabiashara solution. Utachaji setup fee ya kuanzia kwa kila duka, kisha utaweka subscription fee ya kila mwezi kwa ajili ya maintenance na kutunza data zao. Leo hii jamaa ana streams of income za uhakika. Imagine, hapungukiwi milioni 1 kila mwezi ambazo ni passive, huku akiwa anamiliki assets zake zingine nyingi. Kumbuka, solution inaongea zaidi kuliko proposal. Ukimaster huu ujuzi, ina haja ya kuandika barua za kuomba kazi. Utatengeneza app inayotatua maumivu ya wafanyabiashara na soko litakulipa bila hiana. Hii skill ni ngumu kuimaster, lakini ukishaielewa hutarudi nyuma kabisa. Hii skill ya kwanza ndo skill iliyonibadilisha kabisa mtazamo wangu. Nilianza kugundua kitu kimoja kinachofanana kwenye biashara nyingi hapa East Africa. Biashara zinatengeneza ads, wanapata DMs nyingi, WhatsApp inquiries za kutosha, comments nyingi za kuulizia kuhusu product ama service zao. Lakini kulikuwa na tatizo moja kubwa. Hakuna mfumo wa kumhudumia mteja kwa wakati, kuchuja leads, kuhifadhi taarifa zao ama kufanya follow up. Mwisho wa siku biashara zinapoteza wateja wengi, alafu kesho yake zinarudi tena kutengeneza ads kutafuta wateja wapya. Nilipochimba zaidi nikagundua kitu kingine kikubwa. Ulaya na Marekani tayari wako mbali sana. Biashara nyingi huko zimeautomate sehemu kubwa ya operation zao, kwenye website, kwenye email, Instagram, WhatsApp, Facebook na hata TikTok. Lakini hapa East Africa bado tupo kwenye hatua za mwanzo kabisa. Watu wengi bado hawajui automation inaweza kubadilisha kabisa marketing na customer service. Na wakati huo huo kuna trendi moja inayoonekana wazi kabisa. Marketing na sales zinaendelea kuhama kutoka kuwa physical na kwenda mtandaoni. Watu wengi sasa wananunua product na service kupitia Instagram, WhatsApp, Facebook na TikTok. Na hapo ndipo AI automation inakuwa skill yenye future kubwa sana. Na kitu kizuri ni kwamba huhitaji kuwa programa kuanza. Ukijifunza kujenga mifumo ya AI automation kwa biashara, unaweza kuwasaidia makampuni kupata wateja, kuwasimamia vizuri na kuongeza sales. Na hivyo ndivyo utaleta value kwenye soko. Naam, hizi skills ni ngumu sana to be honest, lakini itategemeana na unaifanya kwa undani gani na unawekeza resources na muda kiasi gani. Kama ni mtu wa kugusa kitu nje, hizi skills ni nyepesi sana sana sana. Na kikubwa zaidi, kuchagua kwa usahihi na kutumia mifumo sahihi
mifumo halisi inayofanya kazi. Ukiamua kudedicate effort zako kwenye moja kati ya hizo skills, amini utafika. Kinachotuponza wengi ni kuanza na kuacha na kurudia hiyo cycle. Just focus na mojawapo. Take your time, jipe at least mwaka. Jenga skills, anza kutafuta clients. Hizo skills nilizotaja hapo juu, niamini mimi, zitakulipa pengine hata kabla mwaka haujaisha. Na uzuri, hizo zote zina masoko aina mbili: kutafuta mtandaoni wewe mwenyewe na kufreelance. Kama unataka kuelewa zaidi mojawapo ya hiyo skill, tafadhali comment hapo chini, mimi nitakutafuta. Lakini pia wanaotaka kujoin safari yangu kwenye AI automation na kujifunza jinsi ya kujenga AI agents kabisa, maelezo yapo kwenye description. Kumbuka, skill peke yake haibadilishi maisha, unahitaji system. Peace.